analifuta jina lako. Ndivyo alivyosema. Yeye anaangalia tu umemalizaje. Yaani hii ni kama safari ile ya wana wa Israeli wanapoelekea Kanaani. Mungu alisema, aliwaahidi kwamba nimewaahidia nchi ya ahadi, nchi iliyojaa maziwa na asali, mtaingia. Lakini hapo katikati wengi, kuna wao walioambiwa wataingia, ardhi ikafumuka, hasira ya Mungu ikainuka ikawameza. Kuna watu wengi walikufa walipojiinua, walipojihesabia haki, walipokosa kujinyenyekeza, waliishia njiani. Sasa huu ni mfano wa safari ile ya kuelekea nchi ya ahadi. Tusisahau ndugu katika Kristo. Yaani usibaki ukakaa tu kujihesabia haki. Ndugu katika Kristo, yapo matukio mengi yametokea hata katika maisha yako. Wewe mwenyewe ni shahidi. Kuna mahali ulikuwa unafeli, lakini ulipoweka bidii ukasema mimi si wa kufeli. Mimi si wa kufeli. Tupo ndani ya wokovu. Aliye ndani yangu ni mkubwa. Anasema kwamba tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Sasa kwa ajili gani? Ukiwa mtu kujiuliza kwa ajili gani hapa nimefeli? Kumbe nikifanya 1 2 3, nikiweka bidii nitamuona Mungu. Nikiweka bidii nitaingia mbinguni. Aliye ndani yangu ndio hiko cha kutazama. Anasema nini? Ananielekeza nini? Ananiongoza nini? Kwa hiyo nikiweka bidii kumtii huyu aliyekuwa ndani yangu, nitaingia. Huu ujumbe iwe ni kipimo chako. Umefeli, umefaulu. Ndugu katika Kristo, makahaba watatangulia wale ambao wanaona wameijua kweli. Wanaanza kuangalia watu wengine vibaya, kuwahesabia watu ni wakuzimu. Bado vita havijaisha. Bado tupo vitani. Heri mwisho wa jambo. Unaweza ukaanza vizuri. Yaani hata haya maono ni mfano wa mtu ambaye unaelekea katika njia nzuri. Je, unamalizaje? Mungu ashindwi kukufuta. Ashindwi kukufuta. Mungu anaangalia yule tu ambaye anafuatilia neno lake mpaka mwisho. Mungu akusaidie upate kuelewa ujumbe huu katika jina la Yesu Kristo. Amen.